alafu tutakwenda kuomba. Then we'll pray. Mungu aliniambia leo tutakuwa ni siku ya watu kufunguliwa, kuponywa siku ya leo. God told me today is a deliverance service. Kwa hiyo naomba uwe makini, akili yako iwe mahali hapa. Be careful and let your mind be here. Kwa sababu kuna jambo Mungu anafanya kwenye maisha yako. Because there is an issue God is going to do in your life. Kwa sababu kuna kitu Mungu anakwenda kufanya kwenye uchumi wako. Something is going to happen in your economic. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Nitaanza kwenye ushuhuda ambao na mtumishi ametoa hapo Joyce. I started with the nyoka alianza kutokea kwenye ndoto. He saw the snake in the dream. Akaota ndoto. He dreamed. Ikatokea kwa macho ya nyama. And it happened in reality. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Huyo aliota ndoto nyoka tu anamwangukia na kweli ikatokea. He just dreamed about a snake and it really happened. Maisha tulionayo, the life which we have, yamejawa na mitego mingi sana. has a lot of Hii dunia tulionayo, the world which we have, 99% imeongozwa na nguvu za giza. 99% is being guided by Kwa mtu ambaye hana nguvu katika ulimwengu wa roho, for a person who don't have power in the spirit, hii dunia lazima ateseke. will suffer in this world. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitarudi nyuma ambapo nilifundisha kipindi cha nyuma. I'll be back where I taught you. Mlango ambao shetani hutumia kuharibu maisha ya watu. The door which the devil used to destroy people. Kwa sababu kila mmoja anaota. Jamani nani ambaye haotaki? Everyone dream. Kila mmoja anaota ndoto. Everyone dream. Huo ni mlango ambao shetani hutumia kuharibu maisha ya watu. That is the door which the devil is using to destroy. Ni mlango ambao adui hutumia kuharibu maisha ya watu. It's the door which the enemy used to destroy the life of people. Watu wengi maisha yao yameharibika kupitia ndoto. Their life has been messed up through dream. Watu wengi wamesaini mikataba ya kipepo kupitia ndoto. Most people have signed covenant through dreams. Watu wengi wamesaini mikataba kupitia ndoto. Most people have signed contract through dreams. Watu wengi wamepata magonjwa kupitia ndoto. Most people became sick through dreams. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ulimwengu wa roho Spiritual realm ni halisi kuliko ulimwengu wa mwili. is really than physical realm. Vile ulivyo katika ulimwengu wa mwili, The way you are in physical realm ni matokeo ya namna ulivyo katika ulimwengu wa roho. is the result of how you are in the spirit. Hata kama uwe na bidii kwa namna gani, Even if you are hardworking, kama katika ulimwengu wa roho milango imefungwa, if in the spiritual realm door are closed, hauwezi kuinuka kwenye maisha yako. you won't rise in your life. Kwa hiyo adui anaanzia ulimwengu katika ulimwengu wa roho. The enemy started in the spiritual world. Kuna watu baada ya kuota hawawezi kutembea, toka hapo uchumi wao ukasimama. There are people who dream they cannot work, and from there their economy were messed up. Kuna watu kwenye ndoto anaota ni vipofu, There are people who dream they can't see, hawaoni kabisa. they don't see. Sasa nini tatizo? What is the problem? Tatizo ni kwamba katika ulimwengu wa roho macho yako yamefungwa. The problem is that in the spirit you cannot see. Ukiota kipofu katika ulimwengu wa mwili utakuwa ni wakupapasa tu. If you cannot see in the physical realm, you won't see. Kila mradi unapambana. Yaani kuna watu leo anauza matembele, kesho anauza njegele, kesho kuta visambu, kesho yake ni konda. You'll be struggling a lot. Today you are selling this one Kwa sababu macho yake yamefungwa. because your eyes cannot see. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Maisha ulionayo
The life which you have. Ni kwa sababu yalianzia rohoni. Because they started in the spirit. Na moja ya mlango ambao shetani hutumia, one of the doors that the devil uses, ni mlango wa ndoto. The door of dream. Na moja ya mlango ambao adui hutumia, and one of the doors that the enemy is using, ni mlango wa ndoto. Is the door of dream. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama unaota ndoto, so if you dream, jua huo ni mlango ambao shetani mara nyingi hutumia kusanyisha. No, that is the door which the devil uses to cause problem. Hallelujah. Hallelujah. Yaani mimi kile ninachokionaga ndio huwa kinatokea. What I used to see in the dream is what happens. Kwa hiyo sijawahi kudharau ndoto hata kidogo. Kwa nini sidharau ndoto? Kwa sababu vile ninavyoviona ndio huwa vinafanyeje? I don't ignore dreams because what I see in the dream is what happened. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uwe makini mtumishi wa Mungu na upande wa ndoto. Be careful with the dreams. Kwa sababu hapo ndipo maisha yako yalipo. Because it's where your life is. Sasa nataka niondoe watu katika namna ile ya kwamba maisha yako ni maisha ya kujua kesho ikoje. Ukikaa tu ovyo ovyo, manake tayari umeharibikiwa. Haleluya. Yaani kuna watu matatizo yao hapa, watu walianzia kwenye ndoto akaota. There are people here, their problems started in the dream. Toka akaota, uchumi ukakatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Kuna watu wengine katika tu kutembea barabarani wakakanyaga kitu. Walipokanyaga kitu, waliporuka wakaugua mguu, yaani alikuwa amepata tu ajali. Kwa nini? Mambo yote yanaanza katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tunaelewana? Nataka uelewe, kwa sababu lengo ni kukusaidia hata kama mimi sipo, ujue nini cha kufanya. I want you to understand. So if I'm not around, you'll be able to do what you are supposed to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hiyo ukiota ndoto ina maana. If you dream, the dream has a meaning. Sasa kuna wakati Joyce, ukiota ndoto hivyo nyoka amekuja na kukimbiza, sio uache mpaka atokee. Muondoe katika ulimwengu roho, asitokee kabisa. Na hapo namshukuru Mungu kwa sababu asubuhi ulikuwa unasikiliza nyimbo za kuabudu, hata katenzi Roho Mtakatifu ameshuka, asikie kuwepo, ungegonga kichwani ungekuwa haupo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi maisha yao yameharibiwa. Most of the people, their life are messed up katika ulimwengu wao. In this. Lakini kwa sababu katika ulimwengu wao wanatumia maneno kukuharibu. Because in the spiritual realm they use words to destroy. Na sisi siku ya leo tutatumia neno kufungua katika jina la Yesu. Tutatumia neno kufungua. Na wewe utapokea uponyaji. Na wewe utafunguliwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ulimwengu wa roho, so spiritual realm, ndio unaendesha maisha ya ulimwengu wa mwili. Is the one which guides the physical realm. Unaweza ukawa na jitihada za kupambana kwa mikono yako. You might be struggling with your hands. Kama mambo ya ulimwengu wa roho hayako vizuri, if you issues in the spirit, tegemea utakuwa unafanya vitu havitokei katika ulimwengu wa mwili. Kwa nini havitokei? Why are they not happening? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna vitu tayari vimeharibika. Because in the spirit there are things which are not okay. Kuna watu walishatamkiwa hawatafanikiwa milele. There are people who were cursed that they want to prosper. Kwa sababu ni mlokole wa kanisani ambaye anasema ameokoka na kupenda Yesu. Yale maneno anasema Yesu atanisaidia. Hapana, mpaka utakapotamka kusema nitafanikiwa. Usipotamka, if you don't
speak, usipofuta yale maneno, if you don't speak, you don't delete, yanakufuata. the word will follow you. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi mnanielewa? Wewe umetamkiwa. Ngoja nikwambie. Okay. Wangapi umeshinda kwa ganga? How many have been Sunyoshe hivi. doctors? Ukienda kwa mganga, If you have been to a witch doctor, mganga anakuambia, hivi ukifika pale sana anakuambia, taja maneno unayotaka, sio hivyo? the witch doctor will tell you to speak somewhere. Na wewe unakamata, ninamfunga yule nani, alelele, asineni, asitambae. Na wewe unashangaa kule, baada ya muda fulani yule mtu anaugua. Kwa nini? Kinachofanya kazi ni yale maneno yaliyotamkwa. What works is the words which were announced. Ukitamka yanakamatwa katika ulimwengu wa roho. If you speak, they have been catched up in the spirit. Yanaanza kufanya kazi. And they start to work. Jamani, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hivi jamani, mnanielewa? Mnanielewa? Mganga anaweza kuambia nenda kaoge njia panda, lakini ukienda pale sio unaoga tu. Anakuambia ukiwa naoga, tamka maneno. Ninaoga, haya maji yakianguka, wateja watoke kaskazini, mashariki, yote yakikanyaga mahali hapa. Hivi unanielewa? Matendo ya nini? Sasa wewe umeokoka unatembea tu hivi. Yaani ujui ya kwamba maisha yetu yanaanzia katika ulimwengu wa wapi? Wa roho. You are born again, but you don't know that your life will start from the spirit. Kuna watu magonjwa walionayo ni mapepo ambao walifika mahala wakachukua. There are people, their disease are evil spirits. Kuna watu baada ya kupokea pepo, walipopokea pepo ndio ikawapeleka kwenye zinaa, wakajikuta wanapata magonjwa ya zinaa. There are people when they were possessed, they went and be fornicating. Bwana asifiwe sana. Unashangaa mbona huyu jamani alikuwa mwimba kwaya mzuri, inakuaje ameharibika hivi? You wonder, this one was a good singer, Kumbe pepo lilimvagaa likamtengenezea tabia ya ovyo. but he was possessed. Mkaa mnamuona ni yeye, kumbe sio yeye. You see his her or him, but it's not. Mkawa mnaona ya kwamba ni yeye anayofanya, kumbe sio yeye. See that he's the one doing, but it's not. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi tunaelewana? Amina. Tunaelewana vizuri? Amen. Maisha yanaanzia katika ulimwengu wa roho. Life started in the spirit. Ungekuja kumwambie rekebisha kwanza ulimwengu wa roho kabla hujaanza chochote. Ungekuja jirani yako mwambie maneno. Kabla hujaanza chochote, rekebisha mambo yako katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Ni kweli unamtaji, lakini kama mambo ya ulimwengu wa roho hayajawa vizuri, hautainuka. If you are not good in the spirit, you won't rise. Haleluya. 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 Sema Bwana Yesu, nipe kufahamu siri katika ulimwengu wa roho. Sema Bwana Yesu, nipe kufahamu siri katika ulimwengu wa roho. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mimi nakwambia hivi, ukijua hii siri leo utafanikiwa kwa viwango vya radi katika jina la Yesu. Niwaga nawaambiaga washirika hapa, nasemaga kitu kimoja, naambia kila siku. Ya kwamba ukitaka kufanikiwa, kuwa na nguvu kwanza katika ulimwengu, uwe giant. If you want to prosper, be strong in the spirit. Kila mmoja atakuogopa. Everybody will be afraid. Wangapi wanafahamu watu mtaani ambao watu wanaogopa? Yule sio anamuogopa tu. Katika ulimwengu wa roho ana nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi mnashangaa mnamuogopa tu, hasali, haombi chochote, watu wanashangaa familia nzima wote wanamuogopa. Kitu gani kinafanya muogope? You will wonder you are afraid in somebody because he is strong in. Kinachofanya wamuogope yuko vizuri katika ulimwengu wa roho. What makes to be afraid is because he is good in the spirit. Na mahali hapa tunawafanya watu wawe na nguvu katika ulimwengu wa In roho. this place we make people to be strong in the spirit. Wakitembea wawe giant. When they walk, they are giants. Watu waogope. People will afraid you. Haleluya. 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 Haleluya.
Ulimwengu wa roho ni halisi sana is real kuliko ulimwengu wa mwili. more than physical realm. Kitu kingine, maisha ya ulimwengu wa roho Life in spirit ndiyo yanaongoza maisha ya ulimwengu wa mwili. is the one which leads the physical. Mungu akitaka kukubadilisha sasa hivi, If God want to change you now, anazima tu taa kwenye ulimwengu wa roho. He just switch off in the spirit. Unashangaa ukitoka kila kitu kinapotea. You wonder when you are out, everything is lost. Wangapi wanamkumbuka mtu anaitwa Ayubu? Mmemsoma? How many knows Job? Baada ya kusaini mkataba Mungu na shetani, When there was agreement between devil and God, walipokubaliana when they agreed ya kwamba huyu mtu tumnyang'anye mali zote, tumwache mwili tu. that let us take all the property that he has. Baada ya ule mkataba tu, After that agreement, kesho yake next day, Ayubu akaanza kupokea habari mbaya. Job started to receive bad Mara news. tulikuwa tunachunga ng'ombe, We were sijui ikaja ikawapiga wote wakafa. Ni mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea